activates desire. So if you have problem from inside you, whatever you will attract will be bad. And that's why people say, ati siasa, politics is a dirty game. Dirty game because some of the hearts in the politics are already dirty. That's why the game is dirty. But if the heart is okay, even pastors can be parliamentarians. Yeah. It's a matter of fact. Mwangi kionjole mheshimiwa, hatumna wakati tutakaa chini kama Kenya ati tukubali siasa ni dirty. Then if it's dirty, why do we have our leaders in a dirty thing? That's an imaginary thing. That is something that's not there. It is not dirty. Politics is leadership that calls for a clean heart, a clear heart, a sober heart, for you to speak sober words, sober statements, taking care of the other. Let me put it this way. Kwa muda kidogo tu, usioenda sana, tumekuwa tumekasirikiana zote. Hasira nyingi, sijui kama Mwafrika umeona hivyo, hasira hata kwa barabara. Kupita mtu tu na nikumpita ni gari yake haina bio. Hukuna kitu ungefanya, lazima ungeovertake. Mtu amekasirika mpaka anainua kidole moja juu. Sijui ya hii, sijui ni hii, sijui kama ni hii, kama ni. Lakini wewe unaona kidole ameinua. So why are you angry for that? Na gari yako mzee ama iko na mechanical problem? If I make this decision na niamue nitakuwa nikikaa hii, why are you so angry with me? Because your heart has a problem. And especially ladies. Kama umekaa chini na a lady, look at the ladies. May God help your hearts. Maana mioyo ya wanawake sijui kama ni shetani inajenga ma bedroom ama ni kitchens. Because as you are seated there, you can just hate your neighbor juu ya nywele tu. Mwangalie hivi tu na ile nywele yako nayo, moyo iharibike, nguo ile amevaa, kiatu. Yani you can create and pick up war from nothing. Ama sivyo wadada, you hate each other for nothing. So tell your neighbor, guard your heart. Sasa nataka ajue kutoka sasa si wewe mbaya, ni moyo wake mbaya. My personality is whom I am. My attitude is what you are. Personality is what I am. Attitude is who you are. The way you take me is your attitude. But my personality is whom I am. And you cannot change me. So change your heart. You are the one who is having problem. Wewe uko na shida. Hata kuona kama UDA haifanye kazi, sijui hatuna hii, hatuna ile. Shida ni roho yako, ni wewe. How you see things. And that's why I am telling you to keep your heart good and flesh is for one thing. Because tomorrow there is hope. In God there is hope. And through the elected leaders and through the vision of our president, because he is here today, allow me to keep on addressing him. Because through him, God will lead Kenya to somewhere. And through him, there is hope. And this hope is what we are hoping. We are hoping this hope every day. Every hoper, if there is such an English, you know English is a growing language, you can create yours. You can grow yours. Every hoper who is hoping has some qualities to possess. If you are hoping or keeping hope, then you must be healthy. You must be healthy. So that on this hope will come to reality and the opportunity will get you ready to receive. Okay? We are talking about depression. I have my colleague here, Betu Amasharia. We are teaching depression every day. People are having depression, people are angry, people are sick. Now I'm asking you, ukiwa mgonjwa, opportunity kuja kesho, will be able to partake. Haya, ukirukwa na kichwa, opportunity kuja kesho, utaweza kupatake. Haya, vijana, mkikunywa pombe, muwe walevi na bangi, kesho opportunity iwe ya kuchukua jeshi, utaqualify kupiga mbio. So shida itakuwa nani? So the secret is, if you are having any hope,
Keep your mind healthy. Keep your body healthy. Keep your heart healthy. Holding in hope. Point number 2. Kama unachunga moyo wako, usiingiwe na machuki. Kama vile Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania sijui ngapi njoro 12 there's, you can check for me. Inasema make sure that the grace of God does not dwindle in you. Ama neema ya Mungu isiishe ndani yako, na ili ndani yako kusije kukachipuka shina la uchungu. Kukachipuka nini? Shina la uchungu likaja kuwasubua. Na ningetaka hapa viongozi wetu mshike hivi, ati wakati neema ya Mungu inakupungukia, ndani yako kuna chipuka shina la uchungu. Shina la uchungu is arrow of bitterness. The arrow of bitterness will trouble you. That's what the Bible says. It will trouble you. So what you make sure you avoid is the falling short of the grace of God, because when you fall short of the grace of God, in you kutachipuka shina la uchungu. That's Hebrews chapter 12 verse number 15. Yes. Take care of yourself, not to go short of the grace, because in the absence of the grace is the arrow of bitterness. Shina la uchungu likitoka kwa mdomo wako, you'll speak bitterness, you'll speak pain, you'll speak curses. Na ndio maana unasikia kila mtu akisema nitaacha kitusi, nitaacha kasi, niko tikira kirumi. Kwanza wa Kikuyu nitaacha laana. Utakuta hata mtoto wako anakuambia mami nitakuachia laana, na ni mtoto wako ati atakulaani, because shina la uchungu lishaingia katika mioyo, mpaka watoto wanataka kulaani mwalimu. Ati nikianguka hii mtihani mwalimu wa hesabu na muachia laana. Ukisimamishwa na traffic police kuambia hii miguu ya gari imeisha, twende station, nitakulaani. Ukiwaambia lipa kodi, unasema Mungu ananitumia kwa njia kubwa sana, nitanena na malaika ukufe. Yani tumeingiwa na uchungu, shina la uchungu, maana the grace has fallen short. We can read it together on the screen. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. When the root of bitterness grows in you, you start causing trouble. Most of us are troublemakers. Your Excellency, sababu nilikwambia mimi wakati mwingine nakurumia, ni kwa sababu wakati mwingi sisi tumekuzunguka, we are troublemakers. And we make trouble even when there's no trouble. Even when the patience was supposed to be applied, we apply trouble. Na ndio maana nimesimama hapa na muziki mko hapa na wahubiri mko hapa. Let us take opportunity, wakati tunasema chunga roho yako, pia tuwe tunachunga roho za wengine. If you love me, na umenikuta nikichunga roho yangu, pia wewe nisaidie kuchunga yangu. All the married people here, instead of hurting your hubby or your wife, be a candidate, be a proponent of guiding his heart. Na maanisha nini mheshimiwa? Kama wewe ni rafiki yangu na nimekuta roho yako ni pole, bora mimi nikuharibu. Na niwaulize pia, bora wewe uwe busy kuharibu roho ya mkeo, bora wewe uwe ndio unaharibu roho ya mmeo. He want to guard his heart, but in you unapanda shina ya uchungu. Kama unanipenda, kuna mtu anasema anga naimba wimbo hivyo, kama unanipenda jaribu kunipa raha. The same case the elected members na hasa watu wetu wa Mount Kenya. Kama mnampenda president, jaribuni kumpa raha. Kama mlichaguliwa na chama chake, jaribuni kumpa raha. Hakuna mapenzi ya fujo. Mapenzi ya fujo haifai. Kama wanipenda, jaribu kuzama. Nimezama ndani ya mapenzi, siwezi kusonga mbele, kurudi nyuma siwezi. Kama wanipenda, jaribu kunipa raha. Kama mnapenda rais wetu, jaribuni kumpa raha.
Wakati anafanya kazi akizunguka Amerika, akizunguka Ukraine na France, jaribuni kumpara. Haya. Bas. Maana tunaweza kumpea pressure. Hakuna unga inaweza patikana at one night. Kuna process ya kupada, kukausha, kuvuna. You cannot make unga at one night. We know we need it. He know we need it. But kama tuampenda, tujaribu kumpara. Na kumpara ni kumpa time. Na kumpa time ni kumusupport. Na kumsupport ni kumuombea. Lakini sio kila kitu kumsukuma na maneno, kumsukuma na msomo, kumsomea. Haya mapenzi ya fujo. Kama tuampenda. Kwa hivyo KJ, mimi uko hapa nimekutuma kwa wenzako. Nyote ni marafiki zangu, nyote. Na mnajua mimi ni mmoja wenu huko. Tujaribu kumpara and tumpe time. Kama watoto wamesimama hapa kumwambia, you said 4 years ago we have seen you. Why he has not finished a year? Ama kama amemaliza ni kidogo tu. Dia korona kon muhiki wa hikira hede yo ndagira raji ya kuruta guo mbere ya muka agira na thoni. Ona kon muhiki wa hikira hede yo no agira horia tawa ndagira aretekera kuruta guo. Koina thitima no athia ni akaruta mutikireke ona muhiki akiambe amenye kuhoria tawa. Hey. I was telling them, Your Excellency, wazindi kwamba. So in anything you do, guard your heart. And also guard your other partner or friend or party's heart. Don't be so selfish that you want to take care about your heart. Take care of your other heart. Chunga huyo mwingine. Don't be busy. Hata kama ni mimi bishop wenyu, usiniharibu moyo. Hapana, mimi najaribu kuomba, najaribu kujifunga, na wewe uko hapo unaniharibu moyo. Nyinyi watu wa kuandika magazeti, Facebook na wengine, ukiingia kuandika usiniharibu moyo. Write something good that can make me feel good one day. Yes. We should avoid this nature of our people and mostly Africans becoming so good, becoming so praised, having a very good history when they are dead. Because any eulogy and every eulogy that I have never seen, hakuna ikona blame, hakuna ikona accusation, zote ni sawa. Why are we becoming good when we die? We should start now, being good to each other, saying good about each other now. Abraham aliambia Rutu, tusifurutane, sisi ni mandugu. Kama unataka kwenda chini, enda chini, mimi niende juu. Kama unataka kwenda juu, mimi niende chini. Simple. Nisikia rais amesema mahali juzi, amekaa na Recho wake 32 years. Na akasema siri ni kuavoid SMSs. Wakati mwingine ni nyingi na zinatokanga kwa watu wanataka kuvunja ndoa. Did you hear him say so? Yes. Kukaa na mtu 32 years, haki ya Mungu ni neema. Mimi nilimwangalia tu nikasema mzae, pokea pole zangu. Because marani nyingi za kuvunjwa moyo hata kwa doa. Even my wife here, sometimes I look at her, I ask God, where did you bring this creature from? Sometimes I look at her, I see an angel. Why did you have to create for me such a beautiful queen? Sometimes I don't want to feel even to be near where she is. Unafikiria hata akikufa hakuna kupanda maua, ni kutafuta mipa na magua mazee uwekelee hapo. So living is about taking care of each other's heart and bearing with the weakness of the other person and trying to kupatia huyo mtu mwingine la. I feel, Your Excellency, today you feel loved being in Kawa West again. You feel loved. I'm sure you feel.
Na mimi nikwambie kitu moja ndio nimalizie. KJ, najua hutaniangusha. Na timu yetu ya kina Alice na wengine wa watu wa Mount Kenya, MK na wengine, tukifanya kazi na ajenda ya mzae, haki ya Mungu, si waombi kitu ingine, mpeni raha tu. Wacheni afurahi, wacha relax. Hiyo tu ndio nimewaomba. Mheshimiwa Kijuri, tumpe raha na tutaona kazi. Even a happy woman cooks well. A happy daddy comes home with goodies. Where you are called daddy, daddy, you come with goodies. Lakini kama unaitwa wewe, sio wewe, you. Huyo sukari hapo hutaleta. So it's upon you. Ni sisi tulituma nyinyi, mlituenda, mliwatuambia tuwatume, basi kule tuliwatuma, pelekeni furaha. Na nyinyi pia mtaenjoy, because you receive what you give is what you receive. So today tulikubaliana na klaja wangu, we are here just to make him happy and to make you happy and to make the other person seated to you happy. And at this juncture, angalia mwingine mliyekaa naye, muangalie tu, mwambie just be happy. Help me to preach. Tell somebody just be happy. Mwambie just be happy. Ebu mwambie tu pokea hiyo kufurahi tu. For me that clip as I finish. Joro, kindly, there is a clip I want you to put for me. Before then, let me put it to you, Your Excellency, humbly. Kuna mwizi walisulubiwa na Yesu pamoja, pande hii na mwingine pande hii. Aliyekuwa pande hii akaanza kusomea Yesu, kamwambia, wewe kama ni mwokozi, si unjiokoe na uniokoe. Kwa nini wewe ulikuwa unafanya miujiza na umesulubiwa kama sisi wazinzi, watu wa ushirikina? Kwani uko hapa na sisi? Si kama ni mwokozi, ujiokoe na utoke. Na wote wako kwa msalaba hivi. Naye huyo alikuwa pande hii akaambia yule, wewe umekosea sana kumlaani huyu na kumkemea na kumfokea, maana huyu hana hatia, amesulubiwa bila hatia. Sisi na wewe tunafaa kuwa msalabani kwa dhambi zetu, lakini huyu hajafanya makosa. Kamwambia, my friend, umekosea sana, mtu hafai kufanya hivyo. Yesu amenyamaza tu hapa katikati. Huyo bwana alipomaliza kutetea Yesu akabia Yesu, na kwa sababu umesikia vile nimekutetea, na wewe ukifika kule mambo yangu wa gari. Kwa na wewe nikuni kwa baba, na mimi najua leo hii utakuwa State House. Enda uangalie vile mimi nimekuangalia, enda uniangalie. Ndio angalia ni nini tunaweza fanya na wewe. Sijazeeka sana, sihubiri kila siku. Biblia inasema ufanya kazi siku 6. Kwa hivyo 6 days I work. Ukiona kiti iko empty mahali popote, wewe kumbuka hivyo, nimenyorosha mambo yako na nyorosha mimi. Na nitakuja tukunywe chai tukipanga hiyo maneno. Nikimalizia nikupe salamu za wingi kutoka watu wa shirika wetu wa Saudi Arabia. Tuko na washirika zaidi ya 1,000. Wamenituma salamu za upendo mwingi kwako, na wakaniambia unajua mambo yao na shida zao, uangalie tu kama vile wanaweza kuwa safe, working on a safe ground. Ukiwatembelea pia watafurahi, na uwasaidie jinsi ya kusave pesa zao huku Kenya bila kuporwa na watu wengine. Hiyo ni ujumbe wa watu wa Saudia na Middle East. Nikatumwa kwako na kanisa la online General Europe and America, viongozi wao Francis wa Aranet, wengine wanaitwa Liz na Esther, timu kubwa na Karothairo, wamesema usalimiwe salamu nyingi za mapendo. Hapa Kenya, Federation ya viongozi wa kanisa inayoongozwa na Bishop Jiriri, your friend, wamenituma kwa salamu zako nyingi sana. Nikwambia wanakupenda and the church is very ready to work for you. Na tuliongea na wao, we must talk to our members to be patient, to hold on, wakae ngumu kiasi,
we are making it. There is hope. There is hope. So we are preaching that gospel, and we'll continue saying so. So as I finish up, Your Excellency, nasema nimeshukuru hizo dakika chache nimekubalika kukuongelesha, na ninajua maombi yangu umeyasikia. Sina mengi nitakuomba kwa leo isipokuwa angalie mambo yangu. Mbodi ni nyingi, mimi niko na uwezo. I have experience. I've been in media for more than 25 years. Watu wanajua, hata mheshimiwa Kiojora ananijua, na anajua uwezo wangu upande huu na mdomo wangu. Anajua Ngaroya ni mtoto wetu. Tukushukuru sana tena kama kanisa kutuchukulia Ngaroya, akatulia. Alikuwa anatusumbua, ukatuchukulia huyu mtoto ukampea kazi kwa ofisi yako, na ako na ofisi 2, na hapa tukamuongezea nyingine ako na 3. We thank you sincerely, na uendelee kukaa na yeye mpaka awe mzee. Hata wakati tutakuwa ukiondoka ofisi awe bado kijana na kuheshimu na kuletea mbuzi nyumbani unakula kama baba. Sasa hivyo Ngaroya, endelea nawe pia, kama unampenda rais, endelea kumpa raha. Mapenzi ya fujo haifai. Asante sana Your Excellency. Niko na nitambue Daktari Kipisho, kindly stand up with the president. Asante daktari, huyu ni msomi, unamjua, ni profesa na amenisomesha, ni mwalimu wangu pia. Najua mnajuana. Utatafuta jia tu, ukifika huko jitangaze na utajieleza wewe ni msomi. President atajua vile atafanya na wewe. Tuko na jamaa ametoka Nyeri kwa sababu yako Your Excellency, mfanyabiashara anaitwa Muragama Furnitures. Just stand up and wave the president, and may God bless you. That is a young man investing in Nyeri. Ametoka Nyeri purposely kusema nimependa rais, nitakuja nimuone tu. Thank you very much. Kunaye muibaji anaitwa Saminene, ni kigogo wa muziki, alianza muziki za mazakale na nyimbo zake huku Kikuyuni zimenoga na zinajulikana kwa wingi, yani zimetia nogono, yani the hit songs, ni hit songs. Asante sana Saminene. Naona nimtambue Pastor Mbogo. Pastor Mbogo, our neighbor. Yes, Bishop. This bishop is our immediate neighbor. Naju alisikia unakuja, kanisa lake liko pale na sisi tuko hapa. Aliamua hatafanya service, akuja na washirika wake tukukaribishe, alafu aende afanya service baadaye jioni, ama kama hatafanya Sunday na sisi tujue vile tutafanya, tulipe hiyo ndeni. Thank you for being a good neighbor, Bishop. God bless you. God bless you. Your Excellency, siku ile atakuja kwako na sisi hatutafanya ibada, tutakuja kwako pia. We are happy. Your Excellency, tuseme kwa Kiswahili, slogan yetu ni kwamba tumefurahia ujio wako. Maana ujio wako lazima uwe uko na baraka kwetu. Tuko na mengi tukipenda kukuomba, mengine utaelezwa na hawa viongozi, lakini ya kwangu ilikuwa kukupea hilo neno na nikutume na salamu nyingi kwa mama yetu Rachel ukirudi nyumbani, na mwambie tumemsalute pia yeye kukaa na mtu that 2 years, hata yeye apokee pole zetu. Na mwambie tunaupenda ujio wake katika taifa hili, kuwa na mama muombezi katika nyumba ya ufalme. We are proud of the family. May God bless her, and may God bless your family, and may God bless the work of your hand. We pray that in any nation, any kingdom that you approach for us, anywhere you go, may you be favored. May you be favored by the great and the known, so that you may bring big things for us. I have a friend called Care. Care is a Black American. She is here all the way. She's born in America. All her lineage is in America. She's not a Kenyan at all. But she is leading a concept of Black Americans coming back home to Africa. And they are coming in big numbers to invest here. They are coming through our churches to invest in Kenya and to come back home where they were stolen. And they start living again in Africa. She is there. I know through your office or intelligence of Kitonga, she can secure for an appointment and give you the concept she has. We as the church, we already heard her, and we know it's something worth listening and worth investing in.
So Your Excellency, nashukuru sana kwa kunisikiliza kwa dakika hizo chache. Nirudishe ratiba kwa MC wetu ndio atuletee hayo mengine. Asante Reverend sir. Mpigieni askofu makofi mazuri. Kindly continue doing it mpaka afike kwenye kiti. Mpigieni makofi mengine. Asante askofu. Ukiona wimbo umeimbwa na askofu, basi huo wimbo umeingia kwenye kumbukumbu na torati za Kikristo. It's not a secular song again. Kama wanipenda, jaribu kunipara, haya mapenzi ya fujo. Wacha niambie my wife, kama wanipenda, jaribu. Appreciate our bishop for that powerful sermon. Your Excellency, allow me to say one more thing. One unique character of my bishop, who is my daddy and who is my friend. Kuna mtu ameniandikia message pale ikanichokora. Mimi, Your Excellency, sikuwa upande wako. Si mnajua hivyo? Si inajulikana. Mimi na Githai ndio tulienda kupandisha mzee mlima, akateleza. Si mnakumbuka hiyo maneno? Kwani tunajificha? Lakini sasa si tuko na mheshimiwa rais. Ajua watu walikuwa wananiuliza, and are you going to lead it? Yes. Hata last time I was the one who was leading the service. But this is the unique thing I want you to know. Majority or almost everyone in this church was for you. Lakini mimi, I was not for you. Lakini askofu hakunifukuza. I continued serving here. Na alikuwa anatangazia watu ya kwamba mchungaji wetu anaonekana sijui wapi akipanda mlima. So anytime I come back to church, the church will accept me because they knew politics were for a season. Naziriisha, now we have a president. This man has a unique heart. He has accommodated all of us. Your Excellency, ukiangalia nyuma kuko mpaka na Wakorino huku kanisani. Wakorino ni wale wanavaa kiremba, Corinthians. Mpaka Karango Muraya is in the house. Because our bishop is a man of a unique heart. He loves everyone. Tulipoanguka akaniambia shika Biblia, endelea kuhubiri. Mimi naomba tena, kwa sababu yeye hangeweza kuomba direct. Huyu askofu ni msomi, ni mchapakazi. Sisi kama kanisa, hata mkimchukua siku ngapi, tutashikilia hapa na yeye ashikilie huko. Ama namna gani my friend? Mbona viongozi hamsemi hoye? Apewe asipewe? It is time to give. Utaingia kwenye mfuko wako kama vile Mungu alivyokuongoza ama alivyokubariki. Tuko na sadaka aina 3. Sadaka ya mapenzi ya kujitolea ya kawaida. Kama wewe ni partner hapa kanisani, chukua bahasha hii. If you are giving your tithes, we have a white envelope. Kama unapanda mbegu ama unashukuru Mungu kwa muujiza, unachukua bahasha ya brown. And this will be the procedure ya matoleo yetu. Tutaruhusu mheshimiwa rais na waliokaa foleni ya kwanza na ya pili walete matoleo yao kwenye madhabahu. Tutawekewa visanduku vya sadaka hapa mbele, waweze kuleta hapa mbele. Wale walioko huko nyuma, vikapu vya sadaka vitakupata hapo. Hauna haja ya kuinuka, haina haja ya kutembea. Wanaotumia simu, tunayo pay bill. Utaenda M-Pesa, weka pay bill. Ikifika ni account, weka offering kwa simu yako, na itakuwa rahisi kufanya hivyo. Naomba kwa dakika moja tayarisha sadaka yako. Iwe ni sadaka ya kawaida ya mapenzi, iwe ni sadaka ya fungu la 10, iwe ni sadaka ya mbegu ama shukrani, ama wewe
ni mshirikishi nasi, you are a partner, tunakuomba ufanye hivyo. Viongozi wetu tuomba sogesha all right, thank you. Wale waliopewa hiyo kazi na tuombe. Mungu mwenye uwezo na mwenye mamlaka, tunakushukuru. Tunapoingia kwenye kipindi hiki cha matoleo, ni kwamba umetubariki kwa njia nyingi, umetulinda. And we came to thank you. We came to fellowship here because you have loved us. Tunapotoa sadaka hizi, ukazipokee zikawe baraka kwa kanisa na kwa huduma. Nasi Bwana, tunapozifanya kazi zetu, tunapotembea hapa kule, fungua milango, tubariki. Bariki taifa letu la Kenya, bariki kazi zetu, biashara zetu, hata maono na mipango iliyo na serikali yetu Bwana, ukaifanikishe. Twazipokea sadaka hizi katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Kama vile nilivyoongoza viongozi nilivyoeleza, viongozi walio kwenye line hizi mbili waje kwenye matoleo. Naomba ndugu yangu asonge hapa karibu. My brother. Asante. Asante. Wengine usiinuke, chobo cha sadaka ama kikapu, kopo la sadaka litakuja papo hapo ulipo. Tutafanya hivyo as our praise team is giving us a rendition. Nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante. Mimi nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante Yesu, nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante. asante kwa wema wako na fadhili zako Baba, nimekuja kusema asante. Asante kwa upendo wako na wema wako Jehova, nimekuja kusema asante. Asante kwa ukuu wako na uwezo wako Baba, nimekuja kusema asante. Sema asante. 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 Nimekuja kusema asante. Sema asante. 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 Tumekuja kusema asante. Asante. Tunapoendelea kutoa sadaka kule nyuma, ningeomba Bwana Steve, one of our church members here, ambaye ako na speech ya kanisa, aweze kuja kwa kifupi ili tuweze kuingia the other program. Kwa kifupi, Mr. Steve, tuwaomba uilete hotuba ya kanisa on behalf of the bishop. Karibu sana. Karibu. Appreciate him kwa makofi. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, the President and the Commander-in-Chief of the Defense Forces of Kenya, Her Excellency Mama Rachel Ruto in absence, our First Lady, Your Grace, the Bishop, Dr. J.J. GITAHI, QBE, IT, Independent Thinker, General Overseer and the Presiding Bishop, Priesthood Fellowship Churches of Kenya, the team of clergy, all leaders present, the church members, all protocols observed, ladies and gentlemen, good morning and praise God and feel welcome to our church. My name is Stephen Wainaina, church leader and a board member of the Church Governing Council. Your Excellency, with your permission, allow me to remind you that on 24th November 2019, then as the Deputy President,
You visited this church, Priesthood Fellowship Church, Kahawa West. Preach the word of God to us from the book of Matthew 6:33 that says, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all other things will be given unto you." Your Excellency, you are a true testimony to the above scripture. After preaching the word of God, you supported us in acquiring a church plot, which I'll give details herein. Your Excellency, I'm glad to report that the said plot is the one adjacent to the car park, and it is where the Priesthood Academy sits today. The school has received overwhelming reception by the church neighborhood and the larger Roysambu community. God bless you for this. Your Excellency, having successfully completed the aforementioned project, our bishop and the church leadership came up with a more ambitious project dubbed the Priesthood Church Annex. Your Excellency, the said project is designed and aimed to be a non-profit making community-based project in such a way that the church annex will have provision of the following services fully sponsored by the church and in line with the bottom-up transformational agenda better of equipping the youths with the requisite knowledge and skills to empower them and bridge the unemployment gap in our society. Your Excellency, the church annex will host vocational and training center, counseling and mentorship center, a safe haven for the aged and the destitute in the society, which is a great vision and in line with the teaching of our beloved Bishop, Dr. GITAHI. Your Excellency, the total estimated cost of the 4-story annex is Kenya shillings 70 million. The church intends to undertake the project in 2 phases, with the first phase scheduled to commence in February next year, 2024. Your Excellency, the church members before you have raised and pledged Kenya shillings 6.5 million towards the phase 1, which is estimated to cost 40 million Kenya shillings. Your Excellency, we are fully cognizant of the heavy investment required for the above project. However, we find comfort in the book of 1 Corinthians 16:17 to 18, and which I quote, "I was glad when Stephanas, Fortunatus, and Achaicus arrived, because they have supplied what was lacking from you. For they have refreshed my spirit and yours also. Such men deserve recognition." In Swahili and paraphrased, tunafurahia ujio wako, which has been our church theme for the year 2023 as taught by our bishop. Your Excellency, with your permission and that of the bishop, kindly allow me to present to you the architectural drawings and designs of the aforementioned project for your perusal and records. Makofi anapomkabidhi rais hizo stakabadhi ama documents. Bwana Steve Wainaina. Kanisa tupige makofi. Asante sana Mheshimiwa Rais, you may have your seat. Tunaweza keti. Asanteni sana. Asanteni sana. Namwomba askofu tunapoingia kwenye the other section anisaidie hapo. Karibu. Thank you, Reverend Sir. Your Excellency, sasa tunaenda kwa upande wa wageni wako. Nimwarike Mheshimiwa wetu. Na mimi atakwambia I'm the deputy MP huku Roysambu. Mheshimiwa kuja, mnaitwa na deputy MP wako. Tunafanya na yeye, kanisa letu linamsupport na tunampenda. Na nitaomba ukubushe rais ya kwamba OCS wetu hufanya patrol kwa miguu, na wakati mwingine mimi humpea gari yangu personal. We don't have car for the OCS. Tuko na jela, unakumbuka hapa, kamiti iko hapa, KU referral iko hapa, vitu zile kubwa kubwa, koti kubwa iko hapa.
mheshimiwa, hiyo sitafanya sana, ni wewe. Kwa hivyo tumkaribishe watu wote wa Kahawa West, mheshimiwa wetu, kwa makofi mazuri. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Bishop JJ, our host today here at Priesthood, Deputy Governor wetu wa Nairobi, Honorable Mr. Njoroge, viongozi wa hapa, leaders wa Priesthood, honorable members of parliament, honorable members of the county assembly, our MCAs, and church, good morning. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, allow me to introduce the area MCAs. All area MCAs, led by Dr. Clement. Dr. Clement is the area MCA of Kahawa West. Maybe a minute to say hi. Yes, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, welcome to Kahawa West. Watu wanakupenda huku, and for sure watakupatia amani. Pastor JJ and your wife, we are grateful for you hosting us, fellow MPs, county leadership, and my fellow MCAs, na washirika wa hapa fellowship. Habari zenyu. So langu ni jukumu kidogo tu ni kuintroduce wale MCAs wako hapa, na nitawaita tu waseme jina na hayo mengine tutaongelea. Oh, okay. I've been told to just introduce them. So this is Dionysius Mwangi, Waithira, MCA Githurai. This is MCA Zimmerman, Kimani Mugo. Then we have Eutychus Mukiri, he's the MCA Kahawa Ward. Then we have Sospita Mumbi, he's the MCA Risambu Ward. Madam Lydia Akoth, she's nominated. We have Susan Makungu, MCA Mlango Kubwa. We have Kimondo here, Kwajenga, Mkuru Kwajenga. Then we have Honorable Wairobi from Molem Ward. Yes, we have Mofire, Kayolo Central, Karibu. Then tuko na Samora from Clay City Ward. We have Honorable Cecilia Njagi, she nominated, representing Chama. Honorable Mark Thiga, Hospital Hill, sorry. Then lastly tuko na Kiranja wetu ambaye ndio minority whip, Honorable Roro. Angepatia nafasi ongee jambo moja tu. Sawa. Asante. Your Excellency, the President, the Deputy Governor, MPs present, our party treasurer, and all the protocols observed, and the church. Bwana asifiwe. Yangu tu ni salamu, na nipeane pia pole za governor wetu, His Excellency Johnson Sakaja. He has a Thanksgiving that is ongoing at KICC. Angependa sana kuhudhuria misa ya leo na nyinyi, lakini hangeweza. Mmezipokea? And then niwaambie pia Nairobi County tunawapenda nyote. Asante Your Excellency. Asante mhubiri pia kwa neno la leo. God bless you. Thank you. Allow me, Your Excellency, now to invite the honorable members, all honorable members present, so that we can introduce them, honorable members of Parliament.
To start with, we have Redekere Mugambi, the MP for Buri. Thank you, Mheshimiwa, my colleague, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, our Bishop, GITAHI, thank you very much. My name is Redekere Mugambi, Member of Parliament of our constituency in Meru called Buri, and a member of Serikali ya William Samoei Ruto. Asanteni sana. Our party treasurer, welcome. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Askofu, Deputy Governor, viongozi wenzangu na Wakristo, hamjambo. God is good all the time, and that is nature. Wow. Mimi nataka kushukuru askofu kwa neno ambayo ametupa siku ya leo. What he has shown is that in life we have to have patience in whatever we do. All the promises that the government made, we have to have patience because they don't come at once. Hata akina mama tukingoja mtoto lazima tungoje miezi tisa ili tuweze kupata mtoto, si ndio? So kwa hivyo mimi nawaomba tuweze kuwa na subra, manake Mheshimiwa Rais na serikali yake ya Kenya Kwanza inazidi kufanya kazi. Mimi mwezi wa 3 ile wakati kulikuwa na maneno mengi sana Kenya, nilikuwa ninashangaa rais yeye atawezaje kufanya gharama ya maisha iende chini, na sikuwa nataka kuwa in his shoes at any particular moment, lakini as time went by niliona ya kwamba things are changing. Bei ya unga ikapungua kutoka shilingi 240 mpaka shilingi 130, na hiyo yote ni ile mipango ambayo aliweka, ndo tukaweza kufanya hiyo bei ya unga kurudi chini. Hata haya maneno mengine yote, maneno ya elimu ambayo ameweza kuandika walimu zaidi ya 56,000. Saizi maneno ya masomo JSS ameweza kuipanga sawa sawa. Maneno ya TVET scholarship ameweza kupanga sawa sawa. Pande ya agriculture, mbolea ameweza kupunguza na wakulima wetu wameenda shambani, na kwa sababu ya maombi ya kanisa mumeona tumepata mvua, bei ya chakula imepungua, na haya maneno mengine yote nataka kuhakikishia Wakenya tuwe na subra na mambo yatakuwa sawa sawa, si ndio? Kwa hivyo tuweze kushirikiana, tuweze kuwa patient, and I believe that we have the best president, we have the best leader in this country who will take Kenya forward. And I assure each and every Kenyan that in the next 3 years, by the time you are going to the next general election, hii Kenya haitakuwa Kenya ambayo mlikuwa mnaona hapo nyuma. This will be a different country. I believe in God. So kwa hivyo tukuwe na subra na tuweze kushirikiana, tusikuwe na ile mapenzi ambaye pastor amesema, tuwe na subra na tuwe na mapenzi ya kiukweli. Asante sana, na acha Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Jafeth Nyakundi, mimi ndiye National Treasurer wa UDA, mjiunge na chama. Asante sana, Mungu awabariki. Honorable Munyoro from Kegumo. Thank you, Mwafrika, Your Excellency, the President, Dr. William Ruto, our Bishop, GITAHI, kanisa, waheshimiwa wenzangu, and everybody. God is good, and all the time. Mimi kwa majina naitwa Joseph Munyoro, ni mjumbe wa eneo la Kegumo huko Murang'a. Na mimi leo nimekuja kushirikiana na president wetu hapa, and I'm glad I came because ile mambo tumeambiwa na Bishop reminded me of somewhere else we went, and I'll quote our president, and we were preached for, tukaambiwa kuna siku wale wafuasi wa Yesu walikuwa wanavuka bahari na alikuwa amelala, mawimbi kazidi,
na wakamwamsha. Na walipomwamsha aliwauliza, don't you have faith in me? And that's what I want to tell Kenyans. We look for this government with a plan. And our president, because he's still there, he's still working with a plan. Sisi tunajua, tuko na faith na yeye, and he will deliver. Lastly, he keeps asking us, na namwambia hivyo sababu wako hapa. Kweli yeye anaweza fanya mambo ambayo itafanya uchaguzi wake wa 2027 kuwa mgumu ama rahisi. Sisi tukiwa wajumbe, tukifanya kazi, unafanya ile kazi itakusaidia ama ile itakufanyia kazi ngumu. So we must be patient like the bishop said. Our president has a plan and we trust the plan. I will know he will deliver. With those many or few remarks, asanteni, Gaya muradhime, ambo ikewega, na iho harike rutuo, nerehihinyago, narekehihinyuo, reruo. Githe totioe, Gai jega, asanteni sana, Mungu awabariki. Honorable Gikaria from Nakuru. Asante sana rais wetu, Mheshimiwa Ruto rafiki yetu, mandugu zangu ambaye wako hapa pamoja na waumini. God is good all the time. Mwanzo niseme Bishop JJ, thank you for today's words. Unajua sisi wajumbe ndio tupeagi huyu president raha hata kidogo. And today you have touched us so much. Tukitoka hapa sisi tutaenda bungeni kuambia wabunge wenzetu, you know, sometimes sisi ndio viongozi, and the president takes like 1 hour to try and continue explaining his vision kwetu. Kama sisi ni viongozi hatuelewi, you can imagine a local person. But the president never tires. He continues consulting, anatuambia, and tulikuwa kwa naye sometimes, the last time tulipokuwa naye State House, akatuambia nienda Mombasa, priest wa siku hiyo akamsomea, ilikuwa ni gani mdosi, unajua ndio unabeba Bible. Alisema sijui ni act, ilikuwa ni act sio? Na ule priest ni mzee, nilirudi nikaona video, huyu kijana wetu alitutumia video. Huyo priest alisema Mungu aliambia Musa ende watoto Israeli, na akawaambia wanaenda Canaan, mahali ya maziwa na nini na asali. Lakini they took time. Lakini swali aliuliza, Mungu alikuwa anadanganyana ati hawakupata maziwa na asali? That was the question. Ya pili, wakati Yesu alisema anaenda kututengezea makao na atarudi, and he said he's coming back soon. Amerudi mpaka saa hii? Si bado tunangojea? Kwa hivyo ndio hiyo natuambia Bishop JJ, tuwe na subra na rais wetu anatuelekezea. And Mr. President, I want to tell you, I was giving out bursaries the whole of this week, hata siku attend bunge. Na nikaambia watu kwa crowd kubwa kama hii, waniambie mambo 10 umefanya katika mambo ya education. And I want to tell you, Mr. President, you are doing very well. Out of 10 people, mmoja tu alisema mimi sijioni kama kitu, lakini 9 gave us everything that you've done towards improving the education in this country. Kwa hivyo inamaanisha nini mdosi? Uko na A. Na si NEC, inaitwa NEC. Hii wenye wanapeana ingine C+ haitokei, inatokea sijui gani. Yours is an A, and we want to trust that sisi tutaendelea kukuchunga kule Nakuru. Kwa majina naitwa David Gikaria, na wakilisha Nakuru Town East constituency, na tunakupenda, and we continue. And it is true, tuliona waziri wako kwa TV anazunguka kwanza kuconfirm kama kweli bei ya unga na kweli bei imeteremka up to 130. And we want to thank you. Thank you very much for the work that you are doing. Tutaendelea kukushika, lakini ya mwisho sisi tutakupea raha. Kutoka saa hii mimi na KJ na wale wengine, hiyo ndio kazi yetu. Asante sana Bishop. Thank you very much. Haya, KJ kutoka Dagoretti North. Sorry. Wow. Priesthood Fellowship, wakaaji wa Kahawa West, Nairobi. Simumkaribishe Mheshimiwa Rais Nairobi na makofi, aweze kujua kwamba sisi ndio tulimchagua na bado tumesimama naye.
Bishop JJ, when His Excellency said that tunakuja kanisani kwako, especially on very short notice, mimi nilisema I was happy when they said, let us go to the house of the Lord. Ndikwirega na niganire muno tugiuka na munene guko umuthi. Lile neno ambalo umetupatia ni neno la muhimu sana. Na ulipotuambia tuangalie kwenye version yetu ya Biblia, yangu inasema guard your heart, for the course of your life is determined by that. Ati kwamba tutakapolinda nyoyo zetu tutaweza kubadilisha attitude. Ndio umetuambia the personality of His Excellency the President might not change, but our attitude and our outlook will definitely change. Ati kwamba if we guard our hearts, we shall be able to see truly kwamba Mheshimiwa Rais hakujichagua, ni sisi tulimchagua. Mipango ya rais ni mipango yetu, sio mipango yake. Mipango ya serikali yake ni mipango yetu sisi wale ambao tulimchagua. Na ukweli, if we guard our heart, kama sisi ambao ni wakaaji wa Nairobi, sisi hatuna mashamba makubwa tunalima, huwa tunategemea bidhaa kutoka kwa maduka. Na ukweli usemwe, ati bila zile subsidy ambazo zilikuwa zinaumiza uchumi wetu, kwa kutumia akili peke yake, Mheshimiwa Rais ameweza kushukisha gharama ya bidhaa muhimu kwa njia kubwa zaidi. Ati kama ni unga, kama ilikuwa shilingi 250, imeshushwa. Saa hii katika maduka mengine Nairobi kuna unga wa shilingi 135. Andũ aitũ nĩtwĩkĩtĩkĩrei ũrĩa kwĩragwo atĩ gũtumanaga mũno gũtanakĩa, tũtigĩtie hanini gũkĩe, na wĩragwo mũigua ũhihinywo na ũrutwo ume na mahira. Nĩmwetĩkĩra tũrute mũigua ũcio? Nĩmwoiga mũigua tũrute ume ona karuo karĩa kuma naguo na ithuĩ tũhone? Mheshimiwa Rais, kama Pastor JJ alivyosema hapo, nilikuwa nawaambia hawa washirika wazidi kuomba na kuamini, kwa sababu Mwenyezi Mungu halali kayole na dunia hii itabadilika, kwa sababu uchaguzi wako ulikuwa ni miujiza ya Mwenyezi Mungu na utatimiza. Asanteni sana, na mpokee salamu za kutoka Dagoretti Kusini. Mumezipokea? Asanteni sana. Thank you. Thank you. Honorable Kiojore, Laikipia East. Asante sana, Your Excellency the President, wabunge wenzangu, viongozi wa kanisa, na mimi leo nimefurahi sana kupokea neno. Najua kuna wakati tulikuwa tunaenda na rais huko pale za Voi, nikachelewa. Sasa mimi kufika State House naona ndege imeanza kupaa. Sasa nikamwambia nimechelewa kidogo, lakini nilikuwa nafikiria muda haijaisha. Akanirudishia message akaniambia, chunga usisahau hata kwenda mbinguni. Sasa leo niliamuka saa 1 nilikuwa State House, nisichelewe kwenda wapi? Mbinguni. Na nimeshukuru kwa sababu nimekutana na rafiki yangu Bishop na ametupea neno na tumechangamka. Najua kuna wakati unaenda kanisa tunakaa, tunapewa misa, tunaanza hata kulala, tumechangamka. Leo hii tumekuja na in a way the preaching you have given us is about hope. Mimi nimekuwa mjumbe miaka mingi sana. Tuliingia bunge pamoja na rais siku moja. Nikaapishwa mbele yake, manake jina yangu ni F na yeye ni W. Na hiyo muda yote tumekaa na yeye. Wakati ameshauriwa kuwa rais, mimi nikarudi kuwa mbunge wa Laikipia East. Nawasema hii kazi ya mbunge, nikamwambia sasa mkikaa baya hata hii ya MCA nitakujia. Lakini sasa mimi ni mjumbe wa Laikipia East. Wakati tuko na wajumbe na wasikiza wa Kenya, na nikiangalia nchi ya Kenya mahali tumetoka, kwa sababu tumeona na Rais Moi akiwa, tumeangalia Kibaki, tumeona Uhuru Kenyatta, na sasa tuko na Rais William Samoei Ruto. Na hao wote nimeona Mwai Kibaki miaka 10, nimeona Moi miaka 5, nimeona Uhuru miaka 10, na huyu nimemuona mwaka moja kama rais wa Jamhuri ya Kenya.
Na nasikia wa Kenya wale walikuwa kwa serikali ya Moi wakaona serikali ya Mwai Kibaki, na wakaona zile shida tulikuwa nazo tukiwa kwenye serikali ya Mwai Kibaki. Hata siku moja mwaka wa pili tulienda Nyayo Stadium rais, watu wakaanza kusema huko ni heri Moi. Wale watu tu bado walikuwa nalia Moi aende nyumbani, wakaanza kulia. Lakini miaka 2 ikapita, mwaka wa 3 wakaanza kusema ya Kibaki. Ukienda kwa mtaa kila mahali maneno ya Mwai Kibaki, vile amefufua uchumi ambaye ilikuwa baya. Sasa kila Mkenya akawa ni Mwai Kibaki, na hata siku ya leo the most celebrated president so far ni Mwai Kibaki, yale aliyetenda. Na alikuwa kwa moto ndani, kwa mtaro ndani, akavuka kutoka mtaro akawa the greatest president we so far have. I'm sure rais wa Jamhuri ya Kenya leo, manake mimi nasema yale najua na nimeona, si yale nilipokea. Nimekuwa na yeye akiwa mbunge tukiwa backbencher, tumekuwa na yeye akiwa assistant minister mbele yangu, mimi nikafuata nyuma akiwa minister. Amekuwa mjumbe, amekuwa assistant minister, amekuwa minister, amekuwa deputy president na saidi ya rais wa Kenya. Kwa hivyo akikuelezea anajua serikali inaendeshwa namna gani. Akituelezea tufumilie, tutaendelea mbele na mbele iko sawa. Kwa nini mimi nishuku? Because I'm a witness. The only thing that we need to do is to give him time. Akienda miaka 2, miaka 3, mwaka wa 4 mimi nitarudi hapa nimwambie yule rafiki nilikuwa najua ameteleza. Lakini wakati huu ni wakati wa kushikilia. Wengi hata wanafika vijijini, watu wanapiga kelele, sawa sawa, kwa sababu nyinyi ni Wakikuyu. Rwiboro inetwe galukauga hitiria wetikirie no gioka hari Jesu nduri undu waregete ni uria wonetio ni ngoma ni wabataire ndawa na kuo ironda na wiro cio kirutwo na muhaka mumirerie andu mokai twetekie Jehova tigai kumaka magerio matituraga Ayubu akirereirie. Hiyo hivyo inasema wakati nyinyi mliokoka na mkakuja kwa Yesu, hakuna maneno mlikuwa mumeacha mmekataa, vile mlikuwa mmeonyeshwa na shetani. Na wakati mlifika lazima mkunywe dawa, vidonda isafishwe, na unajua lazima kuwe na ugumu kidogo hapo, ifungwe. Na hiyo kazi ikifanyika lazima ufumilie. Wale watu wamesoma the plan. Manake rais anaongoza kwa kitu moja tu, kitabu inaitwa the plan. Go read the plan. Hakuna kitu rais anafanya ambaye haiko kwa plan. Anachukua plan yake, ndiye anaenda akisoma one by one, he is fulfilling his plan. There is nothing new he is doing. Na yeye alituelezea this is the way to take Kenya from where it is today to the next level. Zile shida tuko nazo hasikuja this year. Alikuwa ameziona, akatuadikia, tutatoka kwa hii shinda, tukivuka kwa hii shinda namna hii. Na hiyo tunafanya leo. Soma about healthcare, ina natuletea, about agriculture, about job creation, eradicating poverty and eradicating hunger. All these things are in the plan. And therefore, wewe ambaye hujasoma, eda usome, that is what the president is doing. There is no way you move from here, uende na nyuki, bila kuamuka na kupanga. Even Abraham was told move from Ur to Haran. And salvation ikapatikana mbele. Na akajenga madhabahu na ndiye tukaokolewa ya mwisho. They crossed the Red Sea. The journey was only to take them 11 days from Egypt to Canaan. The journey was, you can take it in 11 days, but it took Israelites 40 years. He said 40 years. Took them 40 years. What were they doing in the wilderness? Ni watu tu huko, they are not making decisions, they don't want to move forward. Your Excellency, make decision, we shall move forward, tutakufuata. Tutakunywa dawa, ni chungu kidogo sasa, lakini mbele itakuwa nini? Sawa. Tofauti ya rais na wengine ni kwa sababu yeye anatuelezea ukweli.
President hajakataa ati kuna shida Kenya. Anasema, anasikia tunamwambia kuna shida, anasema najua kuna shida, lakini lazima tutatue nini? Shinda. Hakuna vile tatatua shinda kama ataanza kulia. Mureri wa mwana agerera, muthuthiri wa mwana agerera, mwana ndagitiga kurira. Niko kana tigwa. President, courage brother. Ukiamuka asubuhi na jibia hiyo wimbo, courage brother, do not stumble. Though there be darkness night. Trust in God and do the right. There is time to guide the harbor. Trust in God and do the right. As long as you're doing the right, soldier on, we shall be shoulder to shoulder with you and we shall succeed. Mungu akubariki kirais, akuongezee maisha mrefu na sisi tushikilie ili Kenya iendelee mbele. Thank you very much. Asanteni sana kaka. Thank you, Your Excellency. Allow me to take this opportunity to welcome you here in Loisambu. My name is Commander Mwafrika. I'm the area member of parliament. Your Excellency, Loisambu constituency is the only constituency in the Republic of Kenya which has the deputy MP. And now, Your Excellency, allow me to introduce you formally to the Deputy MP of Loisambu, and he is none other than Pastor J.J. And I'm the one who declared him the Deputy MP here in this altar last year. Reason because he has concerns of the welfare of the people of this area. He did say that whenever there is insecurity within the area, he normally calls the OCS and he asks the OCS, why don't we have patrols within this area? If the OCS says that they don't have a vehicle, Bishop normally gives his vehicle to the OCS. And he not only gives his vehicle, but the only one. So that's why I named him the Deputy MP for Loisambu. Your Excellency, where we are here is Kaha West. We have 5 wards in Loisambu. And Your Excellency, if you can remember, in the last general election, Loisambu gave you the majority of votes out of the 17 constituencies in Nairobi County. And Your Excellency, that is our pride. And the reason why it is our pride, it is because we had given that promise to you. And come the general election, we made it. And we lived to our promise. Your Excellency, I have been requested to thank you on behalf of the members of parliament of this Nairobi County. You requested for the allocation of 1 billion for the construction of crashes in Nairobi. We thank you very much, Your Excellency, for that allocation. And here in Loisambu, Your Excellency, we have said, and we have a plan, that the allocation of 1 billion in every school here in Loisambu, we are going to construct 4 classes in every school. With the support of CDF, we are going to construct additional 4 classes in every school in the whole of Loisambu. So total, we are going to construct 8 classes in every school of Loisambu. Your Excellency, allow me to thank you most sincerely because of Loisambu Primary. You asked the Minister for Education to make sure that
there is construction of the 3 classes in Loisambu Primary. And I would like to inform you that plans are in high gear. In a moment, we are going to roll out that project. Allow me also, Your Excellency, to thank you because of the drainage in Zimmerman. Contractor has been picked, and he is waiting for the rains to subside so that he can come on site. Your Excellency, we thank you most sincerely. Your Excellency, we have had our share with the havoc which has been created by the torrential downfall of the El Nino rains. All our roads have been destroyed here in Loisambu. We held a meeting with all our MCAs, and we came up with a plan whereby, with the assistance of the civil engineer, we came up with a BQ, which gives us the estimate. Your Excellency, we would like to be supported to do all the connection roads within the informal settlements in Loisambu. What we have done to do those those connection roads within our informal settlement, we are not talking about tamaking. We are not talking about making those roads with cabro, Your Excellency. We are planning to do all these roads using hardicos. Your Excellency, we require 1,426 lorries of hardicos so that we can be able to make these connection roads in the whole of Loisambu. Your Excellency, we are requesting from the national GITAHI, which probably all the national government has reserved to confront the havoc of El Nino. We are requesting for only a slice of that pie so that we are able to do all the connection roads within our informal settlement, and we just only need to have those 1,426 lorries of hardcore, nothing else. Your Excellency, we are jittery to use maram, because maram, mixing with a lot of water, it becomes mud. So we want to use hardcores only, 1,426 lorries. And we have agreed with all MCAs that every MCA will be in charge of his area. So, Your Excellency, we are requesting for your support, and we believe that the slice we are asking from the national GITAHI is like a drop in the ocean, because we are asking something less than 20 million to be able to do our roads. Your Excellency, to finish, come that December, that is coming Sunday, all the roads will be leading to the Deliverance Church in Zimmerman, where you are invited. Coming Sunday, that His Excellency the President has been invited there at the Deliverance Church Zimmerman. And Mr. President, kuna watu hawarari wakimemorize vile watakukaribisha huko. So, Your Excellency, I know that the fact that you have come here today will not make you not to come on Sunday at the Deliverance Church Zimmerman, as per the schedule. Your Excellency, it would not be good for me not to mention about Kamae, the titles of Kamae. Two months ago, Your Excellency, I came to your office to see you regarding this matter about the issuance of Kamae titles. You called the PS of Rands, and you requested him
that he should facilitate and speed up the process. I don't want to preempt too much about this matter because preparations at the advanced stage, me together with the MCA Kahawa West and the leadership of Kahawa West, because there is leadership, we are going to make sure that that process is speeded up, and Your Excellency, after 2 or 3 weeks, the PS, Minister of Lands, will brief you about that process, Your Excellency. Now, it is my singular honor, Your Excellency, to invite our Deputy Governor, Mr. Njoroge. Thank you so much. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Bishop Dr. JJ GITAHI and your wife, members of Parliament present here, members of the County Assembly, distinguished guests, and all worshippers. Habari zenu. Your Excellency, mine is very simple because I know you have a busy program, and I'd like to first of all welcome you to this church in Kahawa West that is led by my good friend and brother, Dr. JJ. And I'd like also, at the same time, also convey the apologies of His Excellency Governor Sakaja, who is in another service that we are holding for the county staff, the annual service that we are holding at KICC. And assure you that, Your Excellency, we are behind you in terms of the programs that you are running across the country, and there are many, including here in Nairobi. The biggest one right now that is affecting us is the flooding that is going on, but in Nairobi we have been able to clean up a lot of the ducts and storm drains and all that, and we haven't had too much of a hassle, but still we are continuing to work on that. And we believe that the programs you have put in place will work and are working for this country. And I know in the fullness of time, everybody will be able to see the results of sustainable development programs that have been espoused by His Excellency the President. I think it is also worthwhile for me to note the support you've given us in Nairobi, in particular around the markets. And I know, Your Excellency, when we were campaigning, you charged us with the responsibility of making sure that we do markets in this place. And one of the places we are building a market is actually here in Kahawa West. We are putting up a market. And I know the MCA would confirm that. We are in the final stages of getting that done. And we have other places we are working on this program, the county government alongside the national government as well. So that is just a simple manifestation of the kind of sustained development programs that we are putting. When we put in these markets, we take out traders out of the roads, out of the streets, and therefore they can work in dignity, they can work in places that they are able to deliver for themselves and for ourselves across the country. Nikimalizia, Your Excellency, I just want to comment about Bishop Dr. JJ. He's my good friend, and he's a brilliant son of this country, and I have seen him, and he's actually a manifestation of the bottom-up economic transformation agenda. This is a man of many skills and many talents, and what I heard him say, and he hadn't told me, he's more than capable of doing those things. So I would urge that if you can look up. This church here is where all the Kikuyu singers and artists worship. This is their home, this is their base, and from here they sprout out. So he creates them. He is able to allow people to flourish, to develop, and to grow from his base. So he has many talents and many skills, and I'm always happy to be back here. His preaching is inspirational, and of course, like you heard, he's from a county where you found me when tulikuwa tunahangaika tukitafuta huko. Kuna watu wengi wazuri sana huko kama huyu. So I urge you to look at him kindly, and with those few remarks, allow me now to ask all of you to stand so that we welcome His Excellency the
Basi asanteni sana, tafadhali mnaweza keti chini. Rafiki yangu Askofu JJ Gitahi na kanisa la Priesthood Fellowship Church, mjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa katika kanisa letu la Priesthood Fellowship Church kwa mara nyingine tena. Kweli vile askofu alivyosema, hii ni siku ya ajabu sana. Nilikuwa Tanzania juzi katika mkutano wa East African Community. Alafu nikiwa pale nikapata kuchochewa sana, na nikakumbuka kulikuwa na kanisa pale Kahawa tulienda ya Askofu Gitahi, na nikasikia roho yangu inasema twende pale kanisani. Nikachukua simu tukiwa break hapo kidogo, nikapigia mtu wangu mmoja, nikamwambia kuna kanisa, sikumbuki jina sana, lakini Bishop JJ, tafuteni hiyo kanisa, nataka twende huko Jumapili. Hata mjumbe wenu naomba msamaha mheshimiwa, sikujulisha, ulipata kujua baadaye. Na pia askofu sikumpatia notice. Lakini ni Roho Mtakatifu iliniweka uchochezi mkubwa. Na ndio sababu nimekuja hapa kanisani kusema kwenu asanteni sana kwa kutukaribisha wakati ule. Asanteni tena kwa kutukaribisha hapa tena. Nataka niwashukuru watu wa Kahawa, watu wa Nairobi na watu wa kanisa hii kwa maombi yenu na kwa sababu ya kutupatia kura zenu. Mimi nataka kusema asante sana. Tulikuja hapa kanisani mkatuombea, mkatupatia baraka zenu na mkatuongezea hata na kura zenu nyingi, naye Mungu akatupatia ushindi. Watu wa Kahawa, watu wa Priesthood, mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana. Na leo tumekuja hapa tena tukapata mahubiri ya ajabu. Mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu hiyo uchaguzi tulifanya ilikuwa ni uchaguzi wa aina ya kipekee. Mambo matatu muhimu yalifanyika katika hiyo uchaguzi. Ya kwanza, Mungu alitusaidia tukafanya uchaguzi ambayo ilimaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikawa ni uchaguzi wa amani ajabu katika taifa letu la Kenya. Na Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikajulikana Kenya ya kwamba viongozi wanachaguliwa na Mungu na wananchi. Mimi najua mnakumbuka wakati huo mandugu zetu wengine walikuwa wanatuambia yule wa muhimu sio wa kupiga kura, yule wa muhimu ni wa kuhesabu. Walituambia ati kuna kitu inaitwa deep state na system sijui na nini. Hata mfanye vile mtafanya, kura itaenda vile tunataka. Lakini Mungu ni nani? Si ilijulikana Mungu ndiye anachagua viongozi. So tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kazi hiyo ambayo imefanyika. Mimi nataka niwahakikishie kwamba vile ule msichana alisema hapa, tutazidi na kutembea
katika barabara ya kumheshimu, kumtambua Mungu na kumtegemea Mungu. Mimi nataka niwashukuru sana kwa ushirika wenu katika kazi hii ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Nasikia askofu amesema saa zingine ananihurumia kwa uzito wa hii kazi. Lakini nataka kueleza Bishop, Waswahili wanasema mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Hii kibarua nimetafuta, so usikuwe na huruma na mimi. Hii nilijitafutia, so nitapambana nayo. Ile mimi nataka niwahakikishie ni kwamba tutabadilisha Kenya. Relax, hii Kenya tutaibadilisha. Unajua, siku nyingi tumekuwa tukijisumbua na kujiuliza maswali makubwa kama Wakenya. Mbona sisi tulianza na watu wa Malaysia? Mbona sisi tulianza na watu wa Singapore? Mbona sisi tulianza na watu wa Korea walikuwa kama sisi? Lakini wao sasa wako first world. Sisi bado tuko nyuma. Tofauti ya wao na sisi ni maamuzi ya uongozi. That is the difference. Hatuwezi kwenda mbele kama vile walivyoenda mbele kama hatuko tayari kuamua vile walivyoamua. Mnanielewa? Wao waliamua ya kwamba kuna vile watafanya mambo. And that is why they are where they are today. Hapa katikati sisi tunataka kukaa tu hivi, convenience, populist, nini. Hiyo nchi haiwezi kusonga mbele. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Hii mambo tutapanga vizuri. Unajua, mapema mwaka huu tuliita mkutano, tukaenda pale Nyayo Stadium, tukasema tunataka kumuomba Mungu kwa sababu ya mvua. Wengine wakatuchekelea wakasema angalia hawa. Lakini mwaka huu tumepata mvua ajabu. Ni kweli ama si kweli? This year we got rains that we haven't got in the last 4 years. Kwa sababu kuomba Mungu si kazi mchezo, watu hawajui. Niliwaambia njia ya kupunguza gharama ya unga ama chakula ni kuzalisha shambani. Hata uvae sufuria kwa kichwa barabarani, hata ufanye nini, unga haiwezi kuja chini mpaka tuende shambani tushughulike ndio unga irudi chini. Hawakuniamini. Ni kweli ama si kweli? Leo sasa wako na kigugumizi, hawajui hata vile ya kuripoti. Niliona wengine wanasema ati waziri amesema unga itapungua next month. Unga itapungua next month namna gani? Na unga tayari ndio hii. Same time last year, wakati kama huu mwaka uliopita, unga ilikuwa shilingi 230. Leo ukienda kwa soko utakuta 135. Imepungua haijapungua? Na ni kwa sababu nilisema njia ya kupunguza bei ya vyakula ni kupanga vile tutasaidia wakulima. Mungu ametujalia, ametupatia mvua. Tukapunguza gharama ya mbolea kwa wakulima wetu kutoka shilingi 7,000 mpaka shilingi 2,500. Wakulima wakafanya bidii. Leo tuko na chakula ya kutosha Kenya. Na mwaka ujao tutafanya bidii hata zaidi. Kwa sababu tayari nimeweka pesa ya kutosha kwa budget ya mwaka ujao, tuzalishe chakula kingi kuliko vile tumezalisha mwaka huu. That is how we are going to reduce the cost of living. Kama tungesema tunataka kufanya haraka Januari ati tutafute vile ya kusubsidize ile unga barabarani,
we would not be having the conversation we are having today. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba we are methodical, we have a plan, and we are going to change Kenya. Hawa viongozi wa bunge saa zingine wanapata wasiwasi. Mimi nawaeleza hawa ambao wanatupigia makelele saa hii, miaka 3 ijayo watakuwa wanatupigia makofi. Because we are going to make a difference in Kenya. And we are going to change our country. Mimi nawashukuru watu wa Nairobi kwa sababu county yenu ni county ya muhimu. Hii ndio capital city ya Kenya. Ile mipango yote tunafanya Kenya, tunaanza na Nairobi hapa. Mnakumbuka niliwaeleza ya kwamba tunapanga mambo ya matibabu. Watu wengi Kenya hii bado wako na matatizo, wakienda hospitali kulipa ni shida. Watu wanauza mali yao, watu wanauza magari, watu wanauza mifugo, watu wanauza shamba kulipa hospitali. Katika ile mpango tumeanzisha, na wabunge hawa nataka niwashukuru kina Kamande, wamepitisha sheria 4 mpya bunge ya kusimamia na kudhibiti mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya. And it's because we have thought through what are we going to do. Sasa rollout ya hiyo mpango tumeanza pale chini. Hapa Nairobi tuko na community health promoters 7,000 nafikiri na 200. Tayari each one of them tumewapatia equipment. Na tunataka kila community health promoter aweze kufika kwa manyumba yenu. Tuweze kushughulika na mambo ya afya pale nyumbani hata kabla hujaenda hospitali. Pale mbele tunasema in our new social health insurance fund, hautaambiwa tena pale hospitali ati kadi yako imeisha pesa, enda uza shamba. Kila mtu, ile exclusions ilikuwa ndani ya mambo ya matibabu ya NHIF ya kusemekana kansa hauwezi kupata matibabu, sijui nini hauwezi kupata matibabu. We have now removed all the exclusions. Wewe ukienda hospitali utatibiwa mpaka upone, na gharama hiyo italipwa na either bima ama italipwa na serikali ya Kenya. Pia tumesema kuna watu hapa kwa sababu hawana uwezo, hawana pesa ya kulipia NHIF. Katika mpango yetu mpya tumesema hata yule ambaye hana uwezo wa kulipa kadi ya NHIF na tumedhibitisha ya kwamba hana uwezo, tutamulipia kadi ya NHIF kama serikali ya Kenya, ili kusipatikane Mkenya hata mmoja anabaki nyuma katika harakati hii ya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata matibabu. So we are going to move together. Hii kazi haitafanyika hivi, lakini itapangwa vizuri. And this is how we are going to change Kenya. Tumeweka mpango kamili ya kuzalisha ajira ya vijana, kwa sababu vijana ni wengi Kenya, hawana kazi, na kazi haiwezi kupatikana tu hivi, lazima ipangwe. Ndio tumepanga kazi kwa housing, tumepanga kazi kwa digital platform, tumepanga kazi kwa export of labor, na hiyo kazi yote inaendelea. Ile ya housing imeanza. Kenya sasa tuko na watu zaidi ya 120,000 wanafanya kazi katika program ya housing. 120,000. Mpango yetu ni kufikisha watu kati ya 300,000 ama 400,000 wanaofanya kazi once we roll out our program in full. Kwa sababu hawa vijana tusipowapangia vile watapata kazi, watasumbuka, wataingia kwa madawa, wataingia kwa ulevi, wataingia kwa uhalifu. Na sio makosa yao, ni kwa sababu wamekosa vile ya kutumia wakati wao na nguvu walio nayo na masomo walio nayo. It is our responsibility to make sure that we create opportunities for young people in Kenya to work, and they must be deliberate.
So hiyo kazi yote tunafanya. Wengine wanachanganyikiwa, hawaelewi ni nini tunafanya. Mimi nataka niwashukuru sana. Hapa Nairobi, nilikuja hapa Roysambu. Hapa Nairobi bado tuko na watoto wengi hawasomi. So many kids, especially in our informal settlement. Na ni makosa kubwa sana katika capital city ya Kenya kwamba kuna watoto wanahangaika huko kwa sababu wazazi wao hawana uwezo, mashule hakuna. Nairobi hapa tuko na shule 200. Imagine. Mimi wakati nilikuwa ni mbunge nilikuwa na mashule 150 na ilikuwa ni one constituency kule kijijini. Sasa city ya Nairobi jameni, inawezekanaje kuwa na shule 200, constituency 17? Si ni makosa makubwa hiyo? Ndio nikasema tutajenga madarasa mengine 3,500 kama serikali Nairobi County. Na ndio sababu Thursday iliyopita nilisign supplementary budget ambayo tumeweka shilingi bilioni 1 ya Nairobi County kujenga mashule ya watoto wetu hapa Nairobi County. Nataka wale watoto wote wanaishi especially in the informal settlements, hao wabunge, na nitashirikiana na wao kuhakikisha ya kwamba we build an additional 3,500 classrooms in Nairobi so that all our children have an opportunity to go to school. Na nimekubaliana na county government ya Nairobi, wakati tutajenga 3,500, Nairobi County watatusaidia kujenga madarasa 1,500. Nyinyi MCAs mlio hapa, waheshimiwa, my friends, mpitishe hiyo budget yenu pale, na nashukuru nimeambiwa ya kwamba kuna mambo mmefanya. So asanteni sana. Because tunataka kuhakikisha ya kwamba every child in Kenya must have an opportunity to learn. Na ndio sababu mliona ya kwamba mwaka huu tumeajiri walimu wengine 56,000 wapya. Kwa sababu elimu ndio msingi, na elimu Mandela alisema is the greatest equalizer. Mahali ambapo inapatikana usawa pale kwa elimu, watoto wetu wakisoma. So tutashirikiana hivyo, tutafanya kazi hivyo, na tutapeleka taifa letu la Kenya mbele. Jana mulisikia sasa wale watu walikuwa wanazungumza mambo ya dialogue, wamemalizana na hiyo kazi. Na tunawapongeza, wamemaliza hiyo kazi. Sasa tuungane, tupeleke Kenya mbele. Wametoa mapendekezo, na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali, ile watu wanaenda safari, ile watu wamesema ipunguzwe by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%, ndio tupunguze zaidi. Ndio Kenya iweze kusonga mbele, because we must learn to live within our means. Yale mambo mengine yote wamependekeza, sasa nyinyi wabunge muende mukalie hiyo maneno, tumalizane, sisi wa Kenya wengine tuungane, sasa tushirikiane na kujenga taifa letu la Kenya bila ugomvi, bila chuki na bila ya kugawana. Tuwe pamoja so that we can move together as a country. And therefore, I want to congratulate all the teams that were involved in the dialogue process. They have come up with recommendations. I have seen the recommendations. They are in good stead. All the recommendations they have made, they are practical. We are going to work on those recommendations to reduce in areas they have recommended, to do whatever they have recommended in Parliament. Those that belong to the executive, I will make sure that we execute without any delay. The job of the rest of us as Kenyans now is to unite and move together into the future
to build our country, to build the unity of the citizens of our country, and to work on our economy so that we can grow jobs and we can enhance production and productivity so that we can reduce the cost of living and we can create opportunities for Kenyans to be their best. Kwa hivyo, ndugu zangu watu wa Priesthood, mimi nataka niwashukuru sana kwa maombi yenu, kuombea taifa letu la Kenya, na niwahakikishie ya kwamba Kenya is going to go places. Tutashirikiana pamoja na nyinyi. Mumeniuliza ya kwamba tujenge hiyo kanisa pamoja. Bishop JJ, nimekusikia. Nitakutafutia shilingi milioni 5 ya kupanga hiyo kazi. Utanitembelea pale, umesema unataka kuja kutembea. Nitapanga hiyo maneno, wiki hii unitembelee. Na ukuje na senator. Mimi nasikia kuna senator hapa. Ukuje na senator ndio nipange hiyo kazi, na hiyo ingine umesema nimekusikia. Na nimekuelewa pia. So nitapanga hiyo kazi. Niko na kalamu inaweza kufanya hiyo kazi. So nitapanga hapo, na kuna mambo mengine tutakuja tuongee vile tutaweza kusonga mbele pamoja na waumini wa kanisa hii na viongozi wengine na pia mji wetu wa Nairobi. So kwenu ninyi nyote nataka niseme asante sana. Mjumbe wenu amelieleza mambo ya Kamae. I made a commitment. Naona kuna watu wa Kamae hapa ama namna gani? Watu wa Kamae hapo. Tumepanga mambo yenu na tumehakikisha ya kwamba wale squatters ambao wako na magari kubwa kubwa tumewaondoa, ndio wale si ndio? Unajua hii nchi iko na maneno mingi. Unakuta mtu anasema yeye ni squatter na ako na V8. Sasa unamuuliza, wewe ni squatter? Sasa wewe ni squatter wa aina gani wewe? So tumemwambia hapana, si ndio? Squatter tunajua ni squatter ni kina nani. So nyorosha hiyo list, na nimemwambia mjumbe wenu how we are going to work on it. Tukimaliza hiyo kazi tutawapatia titles zenu na tutapanga hiyo dunia iende sawa sawa. Na zile kazi zingine zote mimi nitarudi hapa tena na tena na tena mpaka tuhakikishe Kenya inasonga mbele. So ndugu watu wa hapa Kahawa West na watu wa Roysambu na watu wa Kanairo, asanteni sana. Mimi nawapenda sana, nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu, na muendelee kutuombea na kuombea taifa letu la Kenya. Mwathani amurathime. Karago wa Muraya kuja hapa ndio tufanye hii kitu ya mwisho, watu wamekaa chini ndio tupate blessings. Appreciate Karango. Your Excellency, as you have been told, this is home for artists. These are one of the homemade artists we have. A great man in Kenya and philanthropic.
ni mwanamuziki pia ametoka huku and there are very many. We may not have all that time for you today, but we will plan. Unasikia ilikuwa ya president bila kuripoti, ilikuwa one touch. Mheshimiwa my senior MP Mwafrika, simu abia Bishop Panga, nikaona simu ya mzee mwingine rafiki yangu hapa ofisi ya president, akaniambia ni hivyo, ninakwambia your friend is coming, na ni mtu hatugebishana, a friend of mine, so we had to do it abruptly and quickly. So next time the president will come saa 3 atoke saa 9 na tumchinjie. Ndio sasa wanamuziki wote wakuchezee, uone wanamuziki wa Kikuyu, watu wa michezo ya kuigiza, you will have a day with us. When you come again, relax. Kama hivyo tumekubaliana na wabunge, tutakupea raha. Hata sisi wananchi tutakupea time ufanya kazi at your pace, at your speed. May God with you. With this song, let's all join Karango. We say Radhimo Goroya Drokadi. Thank you Karango. Hatuna mengine isipokuwa tu tumshukuru Mungu na tuweze kutoka tuende salama. Ya kwangu pia ni kunena baraka kwenyu nyote waliomzidikisha rais wetu kufika hapa. Mungu abariki mliofanikisha hii siku. Asanteni sana. Nafurahia ujio wenyu nyote. Governor, deputy wetu Mushiri, tumeshukuru sana kwa kwako hapa na watu wote wa kanisa la Priesthood, makasisi na viongozi kwa sababu ya heshima mliofanya rais wetu aipate hapa. Na watu wote wa online, thank you for loving our church, thank you for loving our president. Na watu wa Kamae, hata tukitoka hapa msikose kuwa kanisani, kueni hapa tu. Na wajumbe wote wa Kahawa West, wajumbe wa Roysambu, karibuni hapa kanisani tuendelee kufanya pamoja. Mnajua tumezungukwa na watu wanatuhitaji kama viongozi. So we work together with the honorable member and we'll achieve it. All the pastors around, thank you very much for giving up your day for us. Wacheni tuombe. Our Father, we give you thanks for the time you have given us, a wonderful moment to hear your word.
and also to have time to listen to our leaders. All the kingdoms are positioned by you. It is by your power and by your heart you call leaders and give them responsibilities. It is by your mouth that you anoint us to minister. It is because of your promises that we endure. It is through the hand of the prophet you delivered Israel, and through a prophet you kept them. I pray that as we leave this auditorium today, we leave blessed people. All the people who attended na wakawa chini ya ukumbi huu, Mungu utawabariki na utawatendea mema. Rais wetu anapoondoka na watu wake wote wa ofisi yake, uzidi kuwalinda. Kama tulivyomwombea, zidi kukaa na yeye, mpe hekima na mpe afya njema ya mwili. Na ili baba aweze kutimiza anayokusudia na ndoto zake alipokuwa nazo wakati alisema kama vile ametangaza ni yeye alitafuta hiki barua. Alitafuta akijua kuna kile atafanya. Na wewe kwa uwezo wako, because you are the only God we trust in, utamwezesha. Mbariki pamoja na familia yake. Bariki bunge zetu za taifa na bunge ya Senate. Bariki familia zao na whatever they do. Even our deputy president, wherever he is, and the family. Bless them, Father, and protect them. Kama vile tulikuomba yabariki majeshi yetu ya kitaifa, walioko na kujitolea na kuishi kwa vichaka na baridi kwa sababu yetu. Wanaojinyima kwa sababu yetu. Wanaolala nje ya nyumba zao kwa sababu ya usalama wa nchi hii. Bariki hawa majeshi yote ya askari yetu na mipaka yetu ya taifa hili. Bariki nia yote tuliyo nayo ya ukulima na uzidi kutupatia mvua. Twakushukuru kwa hayo. Twanena baraka kwa kila mmoja wa mama na wazee, viongozi na wananchi, wakasisi wote na watumishi katika madhabahu haya. Uendelee kutulinda mpaka siku tutakaounganika tena kwa ajili ya neno lako. Na ni kwa hayo twaomba tukishukuru na kusema amen. And now may the grace and the love of God It's a tradition of this house, mtu kushika mtu mmoja tu mkono tu, umwangalie tu kwa uso, umwambie surely mercy and goodness shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Say amen. Okay, tumemaliza ibada yetu. Tutakaa kama tumesimama wakati rais anavyotoka pale nje. Wazee wa kanisa wako na gift yake hapo kwa haraka. Tukutane hapo nje. Thank you very much. Praise team, mziki pole pole.
like you